Shalom, habari za jioni ndugu watazamaji. Leo ni siku maalum sana ambayo siku ya leo katika kanisa letu la Tanzania Assemblies of God Kilindoni tumekuwa na zoezi la uchangiaji damu ambao umefanywa na watu mbalimbali kutoka makanisa yetu madogo, kutoka Kungwi, Chunguruma, Utende, Malimbani na kanisa letu kubwa. Tunamshukuru Mungu, tulikuwa na watu wengi ambao walifika kwa ajili ya kuchangia damu, ambao imekuwa ni mwendelezo wetu wa kila mara tukiwa tunafanya kazi za jamii katika hospitali yetu ya wilaya, hata wakati mwingine vituo vidogo vya afya hapa Mafia. Washiriki wa uchangiaji damu, wachungaji wa makanisa pamoja na viongozi wa hospitali ya wilaya walikuwa na haya ya kusema. Mimi binafsi nimelifurahia zoezi na nimejiona fahari kuchangia damu kutoka ndani ya kanisa letu. Zoezi lilikuwa zuri, wahudumu wetu wamekuwa na mahusiano mazuri na sisi pale anapokuhudumia, kuandaa mpaka kufikia hatua kutoa damu. Wamekuwa na mahusiano mazuri na sisi. Limenifanya kuwa baraka zaidi kwenye hili tukio. Namshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Nitoe rai kwa ndugu zetu wengine unayesikiliza sauti hii na kuangalia, uwe na tabia ya kufanya donation, kwa maana ya kutoa damu, kuchangia. Usisubiri mpaka ndugu yako au rafiki yako aseme kwamba usikia ameumwa au amepata ajali ndio ukatoe. Kuwa na tabia, huo pia ni utumishi na Mungu anapenda. Biblia inatuambia kwamba sadaka iliyo njema wakati fulani ni kutembelea na kuhudumia wahitaji kama hao. Ni rai yangu kwa ndugu zangu na kila mmoja anayesikiliza kuwa na tabia ya kuja kutoa damu. Zoezi kubwa sana ambalo limetuleta hapa kanisani, tumekuja kufanya zoezi la uchangishaji damu kwa waumini wa kanisa. Na hii imekuwa ni utamaduni kati ya hospitali ya wilaya na kanisa la TAG, na ni kipindi cha zaidi ya miaka 3 sasa tumekuwa na uhusiano huo, ambao wamekuwa ni moja ya sehemu ambao wanatusaidia sana katika upatikanaji wa damu, na tumekuwa tunafanya shughuli hizi sehemu mbalimbali. Lakini leo tumekuja hapa, tumefanya zoezi na tumefanikiwa. Tunashukuru Mungu, tumepata chupa 12 ambazo kwa upande wetu sisi si haba. Katika maisha ya kawaida saizi teknolojia yetu hii pamoja na kuwa na mambo mengi, hatujawahi kuwa na teknolojia ya kutengeneza damu. Wagonjwa wetu ambao tunawapata katika hospitali ya wilaya ya Mafia, wengi wana uhitaji wa damu, na wengi wanakuwa ni wakina mama wajawazito ambao mara nyingi sana wanapoteza damu, aidha wakati wa ujauzito wanapungukiwa damu, au wakati mwingine huwa inatokea bahati mbaya wanapoteza damu nyingi. Lakini wapo wengine wenye magonjwa sugu ambayo yanawapelekea kupoteza damu, lakini wapo wenye magonjwa ya kurithi kama sikoseli. Aina ya uchangiaji damu mkubwa sana ambao unatakiwa kufanya ni ule uchangiaji wa hiari. Kwa hiyo kupitia kanisa na taasisi nyingine mbalimbali tunafanya hili zoezi na tunapata damu. Lakini pia naomba nitumie nafasi hii kuhamasisha vijana katika jamii kwa ujumla wawe na utamaduni wa kuchangia damu, kwa sababu hakuna madhara ya kiafya unapochangia damu. Unapokuja kuchangia damu, sisi hapa tunakudodosa. Kwanza lazima tuangalie hali yako ya kiafya, tuangalie pressure, tuangalie wingi wa damu, tuangalie uzito. Lakini kabla hapo tutakudodosa maswali 2-3. Tunapoona kwamba umekidhi kutoa damu, basi tutakutoa damu. Kwa hiyo mimi naomba niendelee kuhamasisha vijana. Karibuni mnapotukuta watu wa damu salama maeneo yoyote pale tunapochangia damu, njoeni, ulizeni maswali, rizikeni, mchangie damu. Karibuni sana. Ninamshukuru Mungu kwamba tumekuwepo hapa kisiwani Mafia kwa mimi nimekuwepo kwa miaka 34 sasa, na nimeona mambo mengi ambayo Mungu amekuwa akitusaidia kuyafanya hapa kisiwani kwa ajili ya jamii inayotuzunguka. Si kuhubiri injili tu, hapana, hata kutoa huduma za kijamii kama kusambaza maji safi na maji salama ya kunywa, kuchimba visima, na tumekuwa tukitoa huduma mbalimbali wakati kunapotokea majanga kama ya moto, mafuriko, kulikuwa na kimbunga Hidaya. Pamoja na yote tumekuwa tukihudumia pia hospitali yetu, na sasa tunamshukuru Mungu tumekuwa tukitoa
damu salama hapa kanisani, na hata leo tumetoa, mwaka jana tulitoa, na miaka hiyo kadhaa tumekuwa tukitoa kwa ajili ya kuwasaidia. Unajua Mafia ni kisiwa. Kama mtu atakwama na anahitaji damu pale hospitalini, ni hatari kubwa. Hakuna uwezekano wa kumsafirisha haraka na kumfikisha Dar es Salaam, lakini kukiwa na akiba kwenye benki yao ambayo naitoa, kama leo tumetoa vijana wetu hapa kanisani, pamoja na yote tunahubiri Injili. Tunahubiri watu habari za kuachana na dhambi, kwa sababu mateso ya mwanadamu asilimia kubwa yanasababishwa na dhambi. Chanzo cha magonjwa na vitu vyote vilivyopo duniani ni dhambi ya mwanadamu. Mwanadamu amemkataa Mungu, na kitendo cha kumkataa Mungu kinasababisha magonjwa, na shetani anatushambulia kwa njia nyingi. Amani inatoweka na furaha zinaondoka. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwamba tunaweza tukahubiri Injili, na pia tukawasaidia wananchi yale mambo yanayowatesa. Magerezani, maeneo kadhaa, mashuleni tunafundisha, kwenye vyuo tunakwenda tunafundisha, na tunawahubiri watu habari njema, na wenye uhitaji tunawasaidia. Asante na Mungu awabariki. Karibuni sana Mafia. Mafia ni nzuri, Mafia inakalika, Mafia inapendeza. Ukweli ninashukuru sana hospitali yetu ya wilaya. Madaktari, mganga mkuu pamoja na wahudumu wote wamekuwa ni watu wa karimu, ni watu wanaotupa huduma nzuri, wanajali wagonjwa na wana ushirikiano mzuri na sisi. Kama kanisa tunajisikia vizuri kuhudumu pamoja nao, pamoja na kwamba matatizo hayana dini, yanamkuta yeyote. Na hata vijiji vingine na taasisi nyingine tunawasihi wajali, waihudumie hospitali yetu kwa kuitembelea, kwa kujua mahitaji yao, na kama kuna uwezekano pia wa kuchangia damu salama. Damu, kila mtu anayo damu. Kama huna hata pesa, damu utakuwa nayo. Tunaitaka hospitalini, itawasaidia wengi. Kuna anemi, kuna kina mama wanaojifungua, kuna watu wanapata ajali, kuna mabodaboda, watu wanapata ajali sana. Lakini damu tuitoe wapi? Iko kwako. Tunawakaribisha kwa kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. Ni mimi ripota wako Elneka Joshua Mosha. Karibu. Wako wanaosifu mpaka iwe ushindi, alafu kuna mimi ninaimba haleluya leo.